nikachukua ile tofali, nikaitupilia huko. Nikamwambia mwanangu, huyu kweli ana makosa na ananisumbua na ananitesa sana, lakini sio akili zake. Mungu mwenyewe ndo ametenda mpaka unamwona amefika hapo. Mama, hicho kitu hapana. Wewe niachie mimi. Wewe si unaniheshimu mama, tunaheshimiana. Nishawahi kukudharau mama yangu analia sasa. Ushawahi kukudharau mama yangu kama mimi anavyokudharau huyu. Nikamwambia mwanangu, Mungu ameshatenda, tu mwachie Mungu. Sawa, nimekuelewa. Akajua tu na amani ya Bwana. Mimi nikaingia ndani. Sasa nivae nguo, nimwandae na yeye aondoke. Toka tu. Nasikia mtama kama mlima. Mzima kainuka pa. Tena. Imekuwaje? Niachie, nimekwambia niache. Sasa nguvu alizokuwa nazo huyo mtu aliyempiga huyo mtu huyo, hizo nguvu sio nguvu za nguvu, yaani sio nguvu za kikawaida. Ana nguvu za ajabu. Babu yule mzee mtongo kule ndani anasemaje? Anapiga simu polisi sasa hivi. Hicho mnachokifanya, napiga simu polisi, mnataka kumuua huyo mtoto. Yule mzee sasa. Mimi nikamwambia, wewe usipige simu polisi na hao na wapisha hapa na mambo yote yataisha hapa kama kilivyoisha. Nikamwambia mwanangu, inatosha, kama umemkanya mdogo wako ataelewa. Mama huyu anakutesa sana. Anakutesa sana mama. Huyu anakutesa ugomvi sasa ukawa dada na mdogo. Pilika teke ile mpaka nikaenda kufungua mlango wa watu, mwenyewe alikuwa kana ndani. Mtoto yule ndani kule pum, kadondokea kule ndani. Yule msichana naye kule ndani kachukua mlango kafunga kule kwa ndani. Hapigi mtu. Sasa ugomvi ukahamia kwenye chumba na mwenye mdogo wake. Nimemwambia fungua mlango. Mtoe. Sema hii sasa shetani mzima anajaza watu. Nikamwambia Eli, poa, atafungua mlango na usimpige tena. Kuwa na amani mwanangu. Sio kwamba anamtetea sana au nafanya nini, lakini Yesu mwenyewe kashatenda. Wewe usitende tena hivyo mwanangu. Umenisikia? Uzuri ananielewa yule mtoto. Kweli akawa anatetemeka mpaka kama mtu anamtikisa. Anatetemeka. Ndio bibi yule tena kaka alivyotulia, tukamtoa ndani, akajiandae twende kanisani. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa hilo, kama amerudi akiwa salama salimini. Hana jeraha, hana kovu lolote. Lakini yaliyotokea ndio haya. Sasa ushuhuda wa Mwanamoni anavyosimulia. Yawezekana mtu kaona sio kwa. Huyu mtoto alipotea juzi Ijumaa wakati mama Bwana alikuja kwenye ibada na ukesha. Anafika mtoto hayupo. Lakini amenipigia simu jana, ilikuwa ni saa 11 asubuhi, saa 11 kasoro asubuhi. Na mimi nikasema maneno yale kwamba mtoto yule hatapotea wala hataumizwa sehemu yoyote na hatapatikana. Lakini kama unavyojua mtu akiwa amepotewa mtoto ni maumivu eti. Ni maumivu Ni maumivu. Mpaka pale jana na namshukuru sana mama mchungaji. Jana kumpigia simu na mwambia ndio shida hapa, ndio tukae wote, ndio tufanye nini. Lakini ni maumivu makubwa sana. Na mimi nilipokuwa kule nikasema naomba hapo nyumbani asitoke nimkute. Wakati ninakuja nikasema lazima usiku huu nijue mtoto yuko wapi na lazima mtoto apatikane. Nilipofika nikamwambia shika tumbo lako, huyu mtoto alikaa hapa miezi 9 na tutajua mtoto yuko wapi. Mtoto alikuwa amefungiwa kwenye chumba. Na chumba hicho sio kwamba kuna mtoto mmoja, hapana. Wao watoto wengi wamefungiwa mle ndani. Simepigwa mpaka mtoto akafunguliwa. Nikamtuma mmewe nenda akamfuate mtoto. Kama tunamleta mtoto yuko sehemu fulani, tunamweka sehemu fulani. Na ndiko alipomweka. Na nilikuja hapa najua lazima mtoto atenda mkutano. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ulimwengu huu unavyouona sivyo kama watu wanavyoona. Ulimwengu huu uko kivingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hongera sana mama Ngoni. Mungu aendelee kumtunza mtoto wako. Bwana Yesu aendelee kukutetea. Naomba tuangalie kwenye kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 19
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Waefeso 3:19-20. Naomba msamaji wangu nisomee tena chapter Waefeso sura ya 3 mstari wa 19 mpaka 20. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Upitao ufahamu. Sema upitao ufahamu. Upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Sema mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Sema kwa utimilifu wote wa Mungu. Mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mwambie mwenzako aliyeko karibu, mwambie kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe ndani yetu kuna nguvu inayotenda kazi. Ndani yetu tunaolitia jina la Bwana kuna nguvu inayotenda kazi ambayo ni zaidi ya mawazo ya wanadamu, ambayo ni zaidi ya mtu anavyowaza, ambayo ni zaidi ya mtu anavyoomba, ambayo ni zaidi ya plani zako unavyoziweka. Yesu asifiwe kanisa. Ni nguvu imekaa ndani mwako, inatenda kazi kwa maana umeamua kulitia jina la nani? La Bwana. Sema ndani yangu kuna nguvu inayotenda kazi zaidi ya mawazo ya wanadamu, zaidi ya mawazo yangu mimi mwenyewe. Yaani ile nguvu inazidi hata mawazo yako wewe mwenyewe. Ni nguvu ya design gani hiyo? Inazidi mawazo ulio nayo, inazidi wewe unavyoomba, inazidi wewe unavyopanga, inazidi kwa maana umejinyenyekeza mbele za Bwana kwa ajili ya kulitia jina la Bwana. Yesu akamwambia wanafunzi wake, msitoke hapa mpaka ahadi ya Baba yangu itakapowajia. Msitoke hapa mpaka ile ahadi niliyomwomba Baba itakapokuwa imewajia. Ile ahadi ilipoingia, wale waliokuwa hawajui kuongea lugha za watu wengine walianza kuongea lugha za watu wengine kwa kadiri Roho alivyowajalia. Sasa ndani yako, kwa kuwa unalitia jina la Bwana, kuna nguvu inayotenda kazi ndani yako zaidi ya wewe unavyowaza, zaidi ya wewe unavyoomba, zaidi ya wewe. Kwa nini inatenda kazi hivyo zaidi ya wewe? Ili Mungu atukuzwe unayemuitia jina lake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hebu sema kuanzia sasa nina ukontrol ulimwengu. Kila mawazo ya wanadamu ninayazidi. Ni zaidi ya mawazo ya wanadamu, ni zaidi ya plani yoyote. Mimi ni zaidi ya plani yoyote. Mimi ni zaidi ya plani yoyote katika jina la Yesu. Amen. Huyo ndiye Mungu tunayeliitia jina lake. Mungu tunayeliitia jina lake anakaa ndani yetu. Na kwa kuwa anakaa ndani yetu, uungu wake ulioko ndani yetu unatenda kazi zaidi yetu tunavyowaza. Unatenda kazi zaidi yetu tunavyoomba. Unatenda kazi ili yeye atukuzwe ndani yetu. Yesu asifiwe kanisa. Somo letu la leo linaitwa nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kama unaandika, andika nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kuwa umetambua kwamba ndani yako kuna nguvu inatenda kazi, naomba utende kazi. Ndio maana
nikaanza kuita ushuhuda. Niliita huu ushuhuda ili uwe rahisi sana kukusaidia kuelewa. Mtoto amepotea. Unakutana na mtu sebuleni, unamwambia mtoto yupo, na mtoto leo anapatikana. Na unaenda unalala, unasema kesho naenda kanisani, na kesho tunakutana kanisani na mtoto. Nini? Imani ni bayana ya mambo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini haya ni kwa sababu uijue nguvu iliyoko ndani yako, kwa sababu naliitia jina la nani? Jina la Bwana. Jina la Bwana. Sema yote yaliyofichwa. Mchana wa leo inayafichua. Kila aina ya siri iliyowekwa, hiyo siri naitoa. Kila aina ya pazia, hilo pazia nalichana. Kila aina ya giza, hilo giza nalifuta katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini unalifuta? Ni nguvu iliyoko ndani yako kwa Mungu tunayemtumikia. Tuone kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 13, tuone mstari ule wa kwanza. Waamuzi sura ya 13 mstari wa kwanza. Unasema, yes, wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Wana wa Israeli waliokombolewa kutoka Misri wakaenda wakapewa nchi ambayo Bwana ameita ni nchi ijayo maziwa na asali. Wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za nani? Kumbe walikuwa wamezoea kufanya. Walifanya mara ya kwanza, wakafanya mara ya pili. Walipofanya, kuna kipindi walifanya wakapelekwa utumwani miaka 70. Wakaliitia jina la Bwana, Mungu akawakomboa tena, akawakumbuka, akawarudisha. Lakini wakaendelea kufanya. Wakifanya wanatiwa kwenye mikono fulani, wakifanya wanaletewa jambo fulani. Sasa hapa wanafanya tena. Mungu akawatia katika mikono ya Wafilisti, wakawatawala miaka mingapi? Sema miaka mingapi? Hata nisikie sauti za juu sana. Miaka mingapi? Mstari watu mliokaa hapa, mstari wa mbele hapa kuzunguka kuja hivi, hakuna mtu amefikisha miaka 40. Hakuna. Kumbuka watu wamewekwa kwenye utawala wa kutawaliwa kimabavu miaka 40. That's all. Una miaka mingi eti. Miaka 40 sio mchezo. Miaka 40 watu wamewekwa kwenye kizuizi fulani, ni kwa sababu wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Wakainuka Wafilisti waanze kuwatawala kwa mawazo yao, kwa sheria zao, wawafanye wanavyotaka, ni kwa sababu wamefanya dhambi. Lakini Mungu mwenye upendo, mwenye kuwakumbuka watu waliokombolewa na yeye, akainua mtu. Mstari wa 2. Nasema, palikuwa na mtu mmoja wa Soda. Sema kuna mtu mmoja ndani ya Dar es Salaam ambaye ni wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Watu wakafanya dhambi, wakawekwa kwenye mikono ya Wafilisti miaka 40. Lakini ndani ya jamii ile kuna mtu mmoja ndani ya jamii ile wa eneo fulani limetajwa hapo. Mtu huyu utasikia ni mtu ana mke wake, lakini mkewe pia tumbo limezuiliwa asipate. Hebu sema tumbo limezuiliwa. Hebu sema tena, tumbo limezuiliwa. Kuna mtu mmoja ndani ya jamii ile ya watu waliofanya yaliyo mabaya, lakini watu hao wakaanza kujinyenyekeza kurudi kwa Bwana.